Yani huu ni ushindi usiokuwa na kipengele. Ni ushindi labda wajinavi wao sasa. Sawa, tuendelee. Labda wajinavi wao, lakini kipengele kwa kweli leo hakuna. Tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru wachezaji wetu, kusema kweli wamefanya kazi kubwa sana. Unajua sio rahisi hata kidogo. Ukiwaangalia wachezaji namna ambavyo wanatoil, namna ambavyo wanatumia energy ya ziada kuipambania Simba, wanastahili sifa. Wanacheza wakiwa kwenye mifungo, wengine kwa Resma, wengine Ramadhani, lakini wanapambana kwa ajili ya Simba yao na hatimaye Simba inapata matokeo mazuri. Mechi ya leo tulikuwa kwenye ubora wa 180%. Tulikuwa kila kitu kinakwenda vizuri. Mechi ya leo kila kitu kimetakata. Na kwa ufupi tu tunaweza kusema ya kwamba tumewakomesha. Tulikuwa tunahitaji sana kuwafunga Dodoma Jiji kwa aina hii ya kipigo ili kuwakumbusha kwamba sisi ni bora sana dhidi yao. Mechi ya kwanza pale Dodoma baada ya kuwafunga bao moja kwa tabu, of course walicheza vizuri, lakini makosa waliyofanya kwenye eneo la penalti tukawaadhibu, tukapata bao moja. Baada pale wakalaumu sana na kutweza, yani wakabeza kiwango chetu. Tukasema sisi ni people, tutakutana tuje tuwaoneshe ni kwa namna gani sisi ni bora dhidi yenu. Leo ilikuwa ni siku maalum ya kuwaonesha sisi ni bora dhidi yao. Tumewapigia mpira mkubwa sana, tumewachezea mpira wa hali ya juu mno, na kama si ubora wa kipa wao, na hili wanatakiwa wakishakaa wametulia Dodoma Jiji wamshukuru goli kipa wao, amewaokoa. Walikuwa wanakula 10 kavu. Nakwambia Tobi, basi ni hapo kwenye 9 na 10 hapo, kwa sababu kuna michomo alikuwa anaichomoa pembeni, anapiga ahua pembeni kabisa kule, anaifuata. Kipa wa kawaida hawezi kufika kule. Yule bwana ni bora sana, na ndio maana kuna mechi moja sikutaji, kuna mechi moja aliwekwa nje kimkakati, akacheza watatu. Leo yule bwana ameonesha ubora wake na ameisaidia Dodoma Jiji kuepukana na aibu ya kipigo cha mabao 10. Leo tulikuwa kwenye kiwango bora sana. Achilia mbali huku nyuma Simba tunaga shida hata kidogo. Yani Ali Salim hana shida, atacheza vizuri tu. Duchu David Kameta atacheza vizuri tu. Shabalala ndo yani utafikika zaliwa uwanjani, yani atacheza tu vizuri. Inspector Karabwasha Mo pamoja na Abdulrazak Hamza hao wameshatengeneza combination moja ya hatari mno, yani huyu hakuna hata mashaka. Kagoma na Ngoma ndo balaa kubwa, Ngoma kubwa na Ngoma ndogo. Sasa kuanzia mstari wa katikati hapa kwenda huku juu, leo ndo tulikuwa kwenye ubora wa hali ya juu mno. Nenda pale kwa Jean Charles Ahoua, nenda kwa Kibu Dennis Prosper, angukia kwa Volcano Elim Panzo, malizia kwa striker refu kuliko bao. Baba, hawa Dodoma Jiji washukuru Mungu, kusema kweli leo tungewadhalilisha mno. Ahoua alikuwa kwenye ubora wake wa hali ya juu mno. Kila alichokuwa anafanya alikuwa anapatia. Kibu Dennis Prosper mkandaji alikuwa kwenye ubora wa hali ya juu sana. Volcano leo ime-erupt. Usiondoke, vumilia. Mabalaa aliyofanya leo Elim Panzo ni ya kutisha vibaya mno. Leo ndo mechi ambayo dakika 3 zimeoneshwa alafu watu tukalalamika. Yani hii mechi sisi tulikuwa tayari iendelee kuchezwa mpaka muda wa tarawehe. Sisi tulikuwa tumeridhia. Yani tusinge futuru mpaka saa 6 usiku. Sisi tulikuwa wala hatuna shida, mechi iendelee. Kwa kweli Simba hii leo imeonyesha ubora wa hali ya juu mno. Vijana wetu pamoja na benchi la ufundi wanastahili pongezi kubwa. Jean Charles Ahoua ametengeneza, amefunga, Kibu Dennis amefunga, na Kibu Dennis Prosper, unajua Kibu jukumu lake la msingi ni kufunga kwenye michuano ya kimataifa. Unajua Simba tuna kitu kimoja cha kitaalamu kinaitwa mgawanyo wa majukumu na kuspecialize, division of labor and specialization. Sasa Kibu vumilia. Kibu yeye kipengele chake ni kwenye michuano ya kimataifa, na kazi yake ni kuipeleka Simba nusu finali. Tukamwambia sasa hiyo mechi iko mbali, hebu funga hii leo ujitakase. Akapiga goli 2 safi, akajitakasa. Yani leo kusema kweli tuna kila sababu ya kujipongeza, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza vijana wetu, na message kubwa ya leo kwa Dodoma Jiji, tumewakomesha.
Ya Kibu nadhani ndo tuzo yake kwanza msimu huu. Yes, kwenye mechi ya leo Kibu alikuwa anastahili, Volcano alikuwa anastahili, MVP alikuwa anastahili. Kwenda kwa Kibu Denis imestahili zaidi kwa sababu ya ubora aliokuwa nao. Amefunga mawili na ametengeneza mawili. Kwa hiyo kwenye mabao 6 ya leo Kibu Denis peke yake amehusika katika mabao 4. Ni performance ya hali ya juu sana. Na jambo moja ni muhimu kulielewa ni kwamba huu ndio ushindi wa kwanza mkubwa ligi kuu msimu huu. Ni vema watu wasijifanye wanasaumu wakashindwa kuhesabu. Huu wa leo ndio ushindi mkubwa zaidi katika ligi kuu ya NBC 2024-2025. Watu wameshawahi kufunga huko mabao 6, lakini ilikuwa ni 6 na wenyewe walitobolewa na wenyewe walifungwa. Sasa hii ni 6 bila. Maana yake unasimama kuwa ndio ushindi mkubwa zaidi katika ligi kuu msimu huu. Ni jambo la kujipongeza, ni jambo la kujifaharisha nalo, ni jambo la kujitweza nalo. Sisi tumeweza. Tunaendelea kuonesha ubora wake. Ubora wake umezidi kumithilika kila siku, na tunachokihesabu kwake ni mchango wake kwa timu zaidi. Tunachokihitaji msimu huu ni mafanikio ya timu kwa ujumla. Kwa hiyo amefunga, ndio mfungaji bora, lakini tunamhimiza aendelee kufunga zaidi kwa sababu tunahitaji mafanikio ya timu msimu huu. Muda wote. Lakini vyote itakavyokuwa kwa msimamo jinsi ulivyo, mechi sisi na mtani ndio itakuwa mechi ya kuamua hatima yetu. Kwa hiyo tuendelee kukimbizana hivi, tutakapokutana tutakwenda kuamua hatima.